ni kupaa kwa bei ya mafuta na kashfa ya ufisadi katika uingizaji wa mafuta nchini. Bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027 imepuuza moja ya changamoto kubwa zinazowakabili Watanzania kwa sasa, hasa suala la kupanda kwa bei ya mafuta na athari zake kwa gharama za maisha. Bei ya mafuta ya petroli, diesel na mafuta ya taa imeendelea kubaki juu kiasi cha kuathiri bei ya bidhaa zingine. Kwa miaka mitano ya bajeti kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2025, yani ile serikali ya awamu ya 6 tu ilipoanza, pamekuwepo na tatizo la kupanda kwa gharama za mafuta ya nishati, petroli na dizeli na mafuta ya taa. Hali imekuwa mbaya zaidi katika kipindi cha Mei na Juni mwaka 2026. Takwimu zinaonyesha mwenendo wa bei za mafuta kama ifuatavyo. Petroli imepanda kutoka shilingi 2788 Februari hadi shilingi 4115 Mei, sawa na ongezeko la shilingi 1329, ambalo ni ongezeko la 48%. Dizeli imepanda kutoka shilingi 2701 hadi shilingi 4248 Mei, ambayo ni sawasawa na ongezeko la shilingi la shilingi 1632, ambayo ni sawasawa na ongezeko la 60%. Lakini katika kipindi hicho pia kwamba bei ya petroli katika kipindi cha mwezi Juni, bei ya petroli imekuwa shilingi 4086 hadi shilingi lakini na diesel pia nayo imekuwa kwa bei ya shilingi 4333. Hii ni kwa ajili ya Juni, haijaonyesha kutoka ngapi kwenda ngapi. Katika kipindi ambacho wananchi wanakabiliwa na kupanda kwa bei za vyakula, usafiri, huduma za bidhaa muhimu, serikali imeshindwa kuwasilisha mkakati wa maana wa kupunguza athari za kupanda kwa bei za petroli na dizeli. Kupitia hotuba ya bajeti, serikali inaeleza kuwa imeweka ruzuku ya shilingi 259 kwa mwezi Mei mwaka 2026 na shilingi 535 kwa lita mwezi Juni ili kupunguza makali ya bei ya mafuta, jambo ambalo halina ukweli kwa sababu bei hazikupungua. Nyinyi wote hapa ni mashahidi. Kama serikali mwezi Mei iliweka 256 kwa lita moja, zilipungua bei za mafuta? Kama imeweka shilingi 535 kwa mwezi Juni, bei za mafuta zilipungua? Lakini Watanzania wangapi walitangaziwa kwamba serikali imeweka ruzuku kwenye mafuta? Hata EURA wakati wanatangaza bei walisema hilo, kwamba mafuta serikali imetoa ruzuku ya kupungua kwa bei ya mafuta. Lakini mbaya zaidi, kama tunavyofahamu kwamba mimi binafsi na kwa ujumla na chama, hatujaona tangazo la serikali linalohusu kutolewa kwa ruzuku hiyo. Hivyo huo unaweza ukawa ni mkakati wa kuwahadaa tu umma wa Tanzania na kufuja fedha za umma. Mnaambiwa serikali imetoa ruzuku kwa ajili ya kufidia watu wa mafuta. Wamefidia kwenye nini? Bei hazijapungua. Kwa hiyo maana yake hizo fedha zimeenda kwenye mifuko ya watu. Lakini kama mnavyofahamu, hivi majuzi pia tulitangaziwa kwamba bei ya mafuta imeshuka katika soko la dunia kutoka dola 112.9 kwa pipa moja hadi kufikia dola 87.3, takriban imeshuka kwa 22%. Lakini hatukuona bei za mafuta zikipungua. Kwa hiyo proportionality